Ehe, ikawaje? Sikutamani kusikia unachotamani hata wewe. Baada ya mawazo na ushauri kutoka kwa wataalamu, niliamua kukubali kukatwa, maana sikuwa na namna na nilikuwa bado napenda kuishi. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwangu na kwa familia yangu kwa ujumla. Maisha yangu hayakuwa mazuri na kila nikiona wanaume wenzangu wanakatiza mbele yangu, niliumia sana na kujihisi mimi si mwanaume kamili. Kilichoniumiza zaidi ni kwamba sikuwahi kubahatika kupata mtoto hata wa kusingiziwa. Nilitamani itokee muujiza mwanamke aje aseme ana mimba yangu, ila haikuwa hivyo. Nilijaribu kufanya namna nipate mtoto kabla ya kufanya upasuaji, ila ilishindikana, kwani hata wimbo wa taifa ukipigwa nilikuwa siwezi kusimama. Maisha yangu yalikuwa hivyo siku zote. Sikuwa na ukaribu na wasichana kwa kuhofia kunikimbia baada ya kugundua ulemavu wangu. Kwa hiyo, unataka uniambie ulikatwa? Niliuliza kama vile sikusikia maelezo ya awali. Ndiyo. Yesu! Niliruka kutoka kitandani. Sikuamini kile alichosema. Nilihisi huenda ni mchezo wake ananiigizia. Nilikwambia sasa, ona. Akili ilinisimanga. Shora, hivi umejisikia ulichosema kweli? Haya unayosema ni kweli au utani? Wewe ni mtu wa tatu kujua ukweli huu, ukimtoa mama yangu na kaka yangu. Pamoja na kuwa wanajua, ila wewe ndio utakuwa wa kwanza kushuhudia, ukinitoa mimi na madaktari walionifanyia upasuaji. Shora kwa ujasiri alitoa suruali yake ili nione. Mama! Nilipiga kelele mara moja tu. Baada ya kuona, nilijifunika macho ili nisione zaidi. Fungua macho ushuhudie, maana wewe ni mwili wangu tayari, Shora aliniambia. Nilifungua macho kwa kusita. Nilipomtazama Shora, alikuwa analia. Moyo wangu uliingiwa na huruma ya hali ya juu ambayo haikuwahi kutokea. Kwa nini umenichagua mimi? Kwa nini umeamua kunifunga kwenye hiki kifungo? Nilimuuliza maswali yale Shora huku nalia. Uamuzi upo mkononi mwako. Wewe ndio utaamua. Uishi nami kama nilivyo au uondoke uniache nife upweke. Maana baada yako sidhani kama nitaweza kuishi na mwanamke mwingine tena. Nilikuchagua tangu nilipokuona. Nikaona unaweza kubeba mzigo wangu na mimi mwenyewe. Sasa niambie, utaishi na mimi au utaondoka? Shora aliniuliza. Niliganda kwa muda nikiyapanga maneno ya Shora na kuyatafakari vyema. Tunu, unajifunga kwenye kifungo ambacho utatoka, usikubali. Akili iliniambia. Niliyawaza yote niliyopitia na kote nilikotoka na mbele ambako kulikuwa na giza. Nilimsogelea Shora na kumshika mikono. Ilikuwa zamu yangu kumfuta machozi. Shora, siko vizuri katika kuahidi, ila sitoenda popote. Niko hapa na wewe. Sikuwa na maneno mengi, nilimkumbatia. Sikujua ni maneno gani mazuri ya kumpa faraja, ila nilijiapiza kumhudumia kwa muda wote ambao alikuwa amebakisha kuishi. Nilijiona mimi ndiye nilikuwa sina bahati na maisha yangu. Maisha yangu yalikuwa magumu mno, ila nilitambua kuwa Shora alikuwa na maisha magumu zaidi yangu. Kuanzia siku hiyo, nilimuonyesha kumpenda na kumjali, tofauti na hapo mwanzo. Shora alifurahia sana huduma yangu. Namshukuru Mungu, hata hisia za kushiriki tendo sikuzihisi nilipokuwa na Shora. Kiufupi, tulikuwa na maisha fulani ambayo mtu wa nje ingekuwa vigumu kutuelewa. Tulifanya mambo kwa pamoja na kufurahi mno. Nilitokea kumpenda Shora mpaka nikaanza kuwaza,
endapo akitangulia, nitaishi na nani atakayenielewa kama yeye? Siku zilienda, hatimaye mwezi wangu wa kujifungua ukafika. Tulikuwa na furaha sana, mpaka mama yake alionyesha furaha waziwazi kila alipotuona pamoja. Siku moja, nikiwa napanga nguo kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kujifungua, Shora alianza kuumwa. Alikuwa anatetemeka mwili mzima. Niliogopa sana. Hakuweza kuongea. Niliinuka ili nichukue simu nimpigie mama yake. Nilipiga hatua 3, nikasikia kiuno kimegoma kwenda, miguu ikawa mizito. Wakati nasikilizia maumivu, nilisikia maji yakimwagika. Nilipata maumivu ya kiuno ambayo hayakuelezeka. Kila nilipojaribu kuinua miguu iligoma. Kiuno kilizidi kuuma. Nilijisikia kusukuma kama haja kubwa. Nilichuchumaa chini huku miguu inatetemeka. Nilisikia kitu kikishuka. Niliogopa, ila niliendelea kusukuma mpaka mtoto akatoka. Kwa ujasiri mkubwa nilimshika na kumleta usawa wa uso wangu. Nilimbusu, nikamlaza kifuani kwangu. Niligeuza macho kumwangalia Shora. Nilimwona anahangaika chini. Nilitamani kuinuka, ila sikuwa na nguvu. Nilijivuta na mwanangu mkononi, nikamuinua, nikamweka kifuani kwa Shora. Alitoa tabasamu la maumivu huku machozi yakimtoka. Alinyanyua mdomo kuongea, ila sauti iligoma. Niliweza kumwona namna alivyokabili maumivu. Nilimshika mikono, kumpa moyo. Nilijua huo ndio ulikuwa mwisho wetu sote. Sikumbuki nilipoteza fahamu muda gani, ila nilijikuta nipo hospitali, nimetundikiwa drip. Nilipotazama, sikumwona mtu pembeni yangu zaidi ya taa tu. Nilitamani kujua mwanangu na Shora wanaendeleaje. Niliinuka na drip yangu, nikaanza kutembea. Nilisikia maumivu makali sehemu za siri, kama niliyechanwa na kitu chenye ncha kali. Nilipofika mlangoni, nilikutana na nesi. "Unataka uende wapi na drip mkononi?" aliniuliza. "Nataka nikawaone mwanangu na mume wangu." "Unajua walipo?" "Hapana." "Sasa, kakae utulie, usiwe na shaka, wanaendelea vizuri. Unatakiwa upumzike, maana tumekushona kidogo, hivyo ukianza kutembea sasa hivi unaweza kusababisha nyuzi kuchanika, ikawa shida tena," alisema nesi. "Basi niwaone tu kidogo nirudi." "Dada, usiwe mbishi, naomba usifanye kazi yangu iwe ngumu," alinisihi. Sikutaka kubishana naye. Nilikubali kurudi kitandani kwangu. Nikiwa napanda ili nilale, alikuja mama Shora huku analia. Alifika na kunikunja shingoni. "Mama, kuna nini tena? Mbona hivyo?" Nilimuuliza. "Mama yako nani?" "Nilikuwa nakuvumilia tu kwa kuwa mwanangu alikuwa hai. Umemtumia ukasababisha afe haraka wakati angeweza kuishi hata mwaka mmoja mbele," aliongea mama Shora huku akilia. Hata nguvu za kunikunja vyema hakuwa nazo. "Unasema?" Nilimuuliza nikiwa siamini alichosema. "Ina maana Shora amekufa?" Niliuliza kwa mshangao. "Usijifanye ujui wakati ndio ilikuwa mbinu yako, na kwa taarifa yako hupati kitu nakwambia." Alimalizia kuongea na kuondoka. Nilihisi nguvu zikiniishia. Nesi alinishika mkono na kunisaidia kunilaza kitandani. Masaa 8 baadaye niliamka kutoka usingizini. Nililetewa mtoto na kuambiwa nimnyonyeshe. Mwanzoni niligoma, sikutaka kabisa. Nesi alinisaidia na kunisihi nisimdhulumu mtoto haki yake, kwani hakuwa na hatia. Nilikubali kumnyonyesha mtoto, kisha akamchukua. "Unampeleka wapi?" Nilimuuliza. Alipigwa na upepo sana baada ya kujifungua, hivyo nampeleka kwenye chumba maalum cha uangalizi. Akiwa imara, tutawaruhusu muondoke,
Nilikubali huku mawazo yangu yakiwa kwa Shora. Sikuamini kama mama yake aliweza kunituhumu wakati alijua fika kilichomsumbua mwanawe. Nilitamani hata kutoroka ili mradi nikajue yanayojili. Sura ya mwanangu ilinijia machoni. Nikaahirisha mpango wangu wa kutoroka. Baada ya masaa 12 niliruhusiwa kutoka hospitali, huku nikisisitizwa kuwahi kurudi endapo kama nitaona hali ya tofauti kwangu na kwa mwanangu. Kwa hali aliyokuwa nayo mama Shora, isingekuwa rahisi kulipa gharama zangu. Ilinishangaza nilipoambiwa kuwa gharama zote zilikuwa zimeshalipwa kabla hata sijaagwa. Nilipigwa na butwaa, nikawaza, ni nani aliyenilipia? Nilitoka hospitali na mwanangu nikaelekea nyumbani. Nilishangaa sana baada ya kukuta komeo ambalo halikuwepo hapo kabla, likiwa na kufuli 2. Niliishiwa nguvu, maana sikuwa na kitu chochote mkononi zaidi ya mwanangu. Kila kitu changu kilikuwa ndani ya nyumba ile. Niliwaza nitaenda wapi na mtoto. Nilihisi kizunguzungu, nikakaa chini. Nilipiga mahesabu ya kwenda kwa mama Shora, kwani hata kama alikuwa ana nia ya kunifukuza, watu waliokuwepo wangetosha kuwa msaada kwangu. Niliinuka ili nianze safari. Mbele yangu nilimwona mtu amesimama, huku amevaa sweta lililoziba mpaka kichwani. Aliinua kichwa chake kunitazama. La haula! Dula alikuwa mbele yangu ananitizama. Miguu iliishiwa nguvu. Nikarudi kukaa nilipokuwa nimekaa awali. Nilihisi naota. Nilimwangalia huku natikisa kichwa, kuashiria kukataa nilichokuwa nakiona mbele yangu. Tunu aliniita. Tena iwe mwanzo na mwisho kusikia jina langu kutoka ndani ya hilo domo lako. Narudia tena. Iwe na mwanzo na mwisho kusikia jina langu kutoka ndani ya hicho choo chako. Sijui machozi yalianza kunitoka saa ngapi, ila nilihisi akidondoka wakati naongea maneno yale. Niliinuka ili niendelee na safari yangu. Unaenda wapi? Aliniuliza. Hayakuhusu. Hivi unajua unapokwenda, lakini hata kama ni kuzimu haikuhusu. Niliongea nikampita, nikaendelea na safari yangu.